Kwanza ili kuilinda figo, hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa mara kwa mara juu ya yale vihatarishi. Mtu unakuwa na tabia kuangalia pressure yako walau kila mwaka mara moja. Unakuwa na utaratibu wa kuangalia sukari yako, unaepuka tabia ya bwete, unapunguza hizi unywaji wa vitu visivyo na faida mwilini kama pombe, vutaji wa sigara. Hivyo vyote ukiviepuka unailinda figo. Lakini pia unaweza kuchunguza, uweke taratibu wa kuchunguza figo sana sana ufanyaji kazi wake walau hata mara moja kwa mwaka. Kwa mfano, kuna kipimo tu rahisi cha kuangalia. Ukipima mkojo, ambapo nadhani katika jamii hakuna kipimo cha kuchunguza mkojo kinachozidi shilingi 5,000. Yaani kupitia tu uchunguzi wa mkojo, mtaalamu anaweza kujua muonekano huu wa mkojo kuna changamoto kwenye figo. Sana sana kuna vitu vinaitwa protini, vikionekana kwenye mkojo sana figo inaweza kuwa na hitilafu. Lakini pia kuna kipimo tunaweza tukafanya cha damu kuangalia uwezo wa figo kufanya kazi na kugundua zile hatua zote 5. Sisi tunaita eGFR, ambao tunapima kemikali moja inaitwa creatinine. Ili ukichunguza unaweza kujua kwamba kwa kiwango hiki kinachopatikana mwilini figo inaweza kufanya kazi kwa hatua hii, aidha vizuri au kwa changamoto hizo. Sasa matibabu yake ni nini? Kwanza naomba niseme matibabu ya figo ni gharama. Figo itakapoanza kupata shida, hakuna dawa tutakayoweza kukupa kwamba irudi nyuma katika hali ya kawaida, sana sana kwa ule ugonjwa sugu. Kwa tutakachokuwa tunapambana tu ni kupambana ile figo sifike hatua ya mwisho ya kushindwa kufanya lolote mwilini. Na ikitokea bahati mbaya sasa figo imefika hatua ya mwisho kabisa, haiwezi kufanya kazi yoyote kati ya zile tulizoainisha, hapo ndo tutasema figo inahitaji msaada katika ufanyaji kazi wake, ambao kitaalamu tunasema ni renal replacement therapy. Sasa kwenye renal replacement therapy tuna modality mbili. Moja kabisa ambayo inaweza kukusaidia, kuna ile tunaita kupandikiziwa figo. Maana yake upate mtu akupe figo lake akumpandikiziana. Sasa hii kupandikiziana figo ni mada ndefu kidogo, lakini kwa ufupi tu ni lazima upate mtu ambaye mnafanana vinasaba au mwitiko wa mwili katika viungo. Maana binadamu wote hatufanani katika mjengo wetu, vinasaba vyetu. Kwa hiyo niweze kukupa figo yangu mimi, lazima tu tuna ufanano, si tunaita compatibility katika uwezo wa kinga kupokea vitu vya nje. Sasa hii ni advanced kidogo, na kwa bahati nzuri Tanzania inafanyika. Kuna vituo karibia vingi tu vinatoa hiyo huduma, si chini ya vitatu hadi vitano hapa Tanzania vishaanza kutoa hiyo huduma kwa hizo hospitali zetu kubwa za taifa. Lakini ni very expensive, ni ghali mno. Sasa kutokana na hiyo shida, ndio maana hospitali sasa hivi imewekeza katika Wizara ya Afya imewekeza nguvu zake sasa katika ile njia ya pili. Sisi tunasema ya kutumia mashine kuchuja damu kama mbadala wa figo. Tunaita ni dialysis au hemodialysis. Sasa hii ni mashine ambayo inafanya kazi sawa sawa kama za figo, especially zile za kuondoa taka mwili ambazo figo imeshindwa kuzitoa mwilini. Ni huduma ambayo tunasema inaokoa maisha ya wengi, kwa sababu zile taka mwili endapo zitakaa mwilini bila kutolewa, ni ndani ya siku chache tu mtu anaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hii huduma ya kuchuja damu au kumfanyia mtu dialysis is a life saving service. Tunasema ni huduma ambayo inaweza itaokoa huduma ya wanadamu wengi, na ni huduma ambayo ni nafuu, na kwa sasa imeshasambazwa karibia mikoa mingi, si chini ya 20 Tanzania. Na leo hii tunavyoongea na sisi hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete, kuanzia tarehe 16 tunaelekea kuanza hii huduma ya uchujaji damu kwa wananchi au wagonjwa wetu ambao tunapata na changamoto ya figo. Kwa kiuhalisia hii ni huduma ambayo mwananchi anatakiwa afanye si chini ya mara 2 kwa wiki hadi mara 3 kulingana na hali yake atakavyokuwa nayo, na atakaa kwenye mashine kwa wastani wa masaa 3 hadi 4 kulingana na hali yake. Pia ni gharama ambayo ni nafuu na itamwezesha mwananchi kuweza kuendelea na shughuli zake za kila siku. Awali kwa kanda magharibi tulikuwa hatuna, lakini kuna mikoa ya jirani ya Kigoma, Katavi wameshaanzisha, na sisi Tabora tunaelekea kuanzisha, kupunguza ile adha ya mwananchi alikuwa anahitaji atoke Tabora aende Mwanza, Bugando kwa ajili ya huduma tu ya kusafishwa damu au kuchuja damu, au atoke Tabora
aende Dodoma Benjamin Mkapa kwa ajili ya huduma ya kuchuja damu. Kiangalia ni huduma ambayo mtu anatakiwa ifanye mara 3 au mara 2 kwa siku. Sasa ukimwangalia mtu kwa wiki ana safari za kutoka Tabora Dodoma, Tabora Mwanza, kwenda na kurudi, kwenda kukaa masaa 4, kiwalisia katika uzalishaji mali itamletea shida kidogo. Atakuwa hana muda wa kuhusika katika uzalishaji mali na pia atatumia gharama nyingi. Lakini upatikanaji wa hiyo huduma katika mkoa wetu, sana sana katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete, itakuwa ni fursa kwa wananchi na wale wagonjwa ambao watapatikana na hii shida. Nitoe rai tu kwa wananchi ni kwamba uboreshaji wa huduma ni zoezi endelevu, na sisi katika kuboresha tumefikia hii hatua ya kuanzisha huduma mpya ya kuchuja damu. Lakini matibabu mazuri au ulinzi wa afya ya mtu tuweke katika kujikinga kupata maradhi. Hilo ndio la kwanza lieleweke. Tujikinge kupata maradhi. Lakini nchi haieleweki, mwili wa binadamu haieleweki na mazingira haieleweki. Kwa mwisho wa siku kuna mwingiliano unaweza ukatokea ukapata shida ya figo. Pia ikitokea umepata changamoto ya figo, basi sisi kama hospitali ndio jukumu letu lililotuweka sisi wataalamu hapa, kwa mwananchi hatapata shida pia. Kwa hiyo atakayepata bahati mbaya kupata shida ya figo iliyofeli, pia huduma itakuwa inapatikana, tutamhudumia hapa kwa gharama nafuu zaidi. Kwa kusema